Mashambulizi makali yaendelea baina ya Israel na Iran, huku katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres akiyataja mashambulizi ya Marekani kuwa tishio la moja kwa moja kwa amani na usalama kimataifa. Idadi ya watoto wanaoripoti unyanyasaji wa kijinsia baada ya kukimbilia Burundi kukwepa ghasia ya DRC imeongezeka zaidi ya mara 3 mwaka huu. Na katika gumzo leo hii tunaangazia mzozo kati ya Marekani, Israel na Iran, ambapo rais wa Marekani Donald Trump amesema nchi yake imefanya shambulio la mafanikio la kulipua maeneo matatu ya nyuklia nchini Iran. Lakini raia Iran wanasemaje? Wamelipokea kwa ghadhabu na hasira kubwa shambulio kubwa la kijeshi lililofanywa na Marekani dhidi ya vituo vitatu vikuu vya nyuklia vya Iran. Tunao mkusanyiko wa habari kem, lakini kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu ikisoma kwako na Jamhuri Mwavyombo. Karibu Jamhuri. Shukran Kia, karibu msikilizaji. Rais wa Marekani Donald Trump sasa amedokeza kwamba wanataka kuwe na mageuzi ya kiutawala nchini Iran. Huu ni msimamo mpya. Awali alikuwa amekana kwamba mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran yana malengo kama hayo. Nalo Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limefanya kikao cha dharura kuzungumzia swala hilo la mashambulio ya Marekani dhidi ya vituo vya kinyuklia vya Iran. Balozi wa Iran katika Umoja wa Mataifa Bwana Amir Said Ivaran ameendelea kushtumu mashambulio hayo, akiyaita uchokozi mkubwa wa Marekani. Pia amemkashifu vikali Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, akimtaja kuwa mchochezi halisi. Once again, the internationally wanted war criminal Netanyahu kwa mara nyingine tena mhalifu wa kimataifa Benjamin Netanyahu amemudu kuiburuza Marekani na kuitumbukiza katika vita vingine vipya na vya gharama kuu. Marekani imekuwa ikipuuza kanuni za Umoja wa Mataifa na kuvuruga eneo hili, huku ikihangaisha raia wengi wa Mashariki ya Kati, wakiwemo wa Iraq, wa Afghanistan, Libya na kadhalika. Kwa miaka mingi Israel, ambayo yenyewe imejaza silaha zikiwemo za kinyuklia, ndio imekuwa ikieneza fitina na uongo mkubwa kwamba Iran inataka kujenga silaha za kinyuklia. While there has not been even one shred of evidence. Israel kwa upande wake imekariri kuwa Iran imekuwa ikiunda silaha za kinyuklia kwa lengo la kuiangamiza Israel. Wakati huo Israel imeendelea kushambulia huko Iran na pia Gaza, huku vifo vikiendelea kuripotiwa karibu kila siku. Omar Mkambara anayo maelezo zaidi. Wizara ya masuala ya afya inayosimamiwa na Hamas imesema zaidi ya watu 50 wameuawa, ikiwa ni idadi ya siku 3 tu zilizopita, kutokana na mfululizo wa mashambulizi ya Israel. Wengi waliofariki walishambuliwa na vikosi vya Israel walipokuwa wanakwenda kupokea misaada ya kibinadamu. Asilimia kubwa ya wakazi wa Gaza wamekuwa wakitegemea misaada ya kibinadamu tangu vita kuanza. Zuio la Israel la misaada kutokuingia Gaza limesababisha wengi kuugua utapiamlo, haswa watoto, na matukio ya vifo kama hivyo yameongeza hofu na ugumu zaidi wa kimaisha. Na viongozi wa Kiafrika waliokutana huko nchini Nigeria wameelezea wasiwasi wao kuhusu kuongezeka kwa vitendo vya uvunjifu wa kiusalama katika ukanda huo. Wameorodhesha vichochezi kuwa usambazaji wa silaha na kushamiri kwa hali ya mapinduzi ya kijeshi. Rais wa Nigeria Bwana Bola Tinubu amehimiza kuwe na mkakati mpya wa kukabiliana na changamoto hizo, ikiwemo kubadilishana taarifa za kiintelijensia. Hii ni BBC. Na muktasari wa habari za ulimwengu umesoma kwako na Jamhuri Mwavyombo. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, kikutangazia kwenye FM, redio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Unaweza pia kutusikiliza moja kwa moja kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa BBC Swahili. Nchini Tanzania tunasikika kupitia Radio Free Africa. Kenya ni Pamoja FM, ikiwa Uganda ni Radio Paidha, na iwapo upo DRC unatupata moja kwa moja kupitia Radio Muungano ya pale Beni. Asubuhi leo upo nami David Inkia. Iran na Israel zimeendelea kushambuliana kwa makombora. Jeshi la ulinzi la Israel IDF limearifu kwamba ving'ora vilikuwa vikilia katikati mwa Israel kwa kutoa angalizo la kombora kutoka Iran. Hata hivyo, jeshi hilo la Israel limewafahamisha raia muda mfupi baadaye kwamba hali ilikuwa salama, kuashiria kuisha kwa tishio hilo, kama anavyoarifu hapa Leonard Mobali.
Mapema siku ya Jumapili, Tel Aviv ilipigwa na makombora ya masafa marefu ya Iran. Majengo ya makazi yaliharibiwa. Takriban makombora 27 ya Iran yalirushwa katika awamu mbili tofauti, iliyapiga maeneo ya kaskazini na kati ya Israel yakiwemo Haifa, Nes Ziona na Rishon Lezion. Israel ilituma ndege 20 za kivita kufanya kile ilichokiita mashambulizi ya kiintelijensia kote Tehran, Kalmanshah na Hamedan. Kwa mujibu wa maafisa wa Israel ni kwamba malengo ya mashambulizi hayo ya Israel ni kulenga eneo la kurushia makombora, mifumo ya rada na satellite. Waziri wa ulinzi wa Marekani amesisitiza kwa mashambulizi ya mabomu katika maeneo makuu ya nyuklia ya Iran hayakukusudia kuiangusha serikali ya Iran. Pete Hegseth aliwaambia waandishi wa habari kwamba hiyo ilikuwa operesheni sahihi ya kijeshi ambayo haikuwalenga wanajeshi wa Iran au raia, na kuongeza kuwa shambulizi hilo lilikuwa na mafanikio makubwa. Waziri wa mambo ya nje wa Iran amemshutumu Donald Trump kwa kuwasaliti watu wa Marekani pamoja na Iran kwa kuamuru mashambulizi hayo ya mabomu. Abbas Araghchi amesema Marekani imevuka mstari mkubwa mwekundu, na ameongeza kuwa anatarajia kusafiri hadi Moscow kushauriana na Rais Putin.